Kuna hadithi ambazo hazisimuliki kwa sauti kubwa, si kwa sababu hazina maana, bali kwa sababu zinauma sana kuzikumbuka. Alikuwa ni binti mdogo, mwenye ndoto kubwa kuliko hali ya maisha waliokuwa nayo nyumbani. Tangu akiwa mdogo, alisunguliwa na kikohozi kisichoisha, kikohozi kilichokaa kama mgeni asiyeondoka. Hospitali ilikuwa kama anasa. Wazazi wake waliishi kumpa dawa za asili, dawa zilizopooza maumivu kwa muda, lakini hazikutibu tatizo. Pamoja na maumivu, pamoja na kikohozi, pamoja na umaskini, bado alichagua kusoma. Alisoma kwa bidii, na hatimaye ndoto ilianza kuonekana. Alihitimu masomo yake, akapata kazi nzuri, mshahara mkubwa. Lakini mwezi wa kwanza kazini, kikohozi kilirudi. Safari hii kwa nguvu zaidi. Vipimo vilifanyika na majibu yalivunja kila kitu. Kansa ya mapafu, steji ya mwisho. Daktari alisema kama akiwa na bahati sana, atadumu siku 14 tu. Wazazi hawakuweza kuamini, ndugu walilia, lakini binti hakuwa anajitambua. Na usiku ulipofika, mwanga uliokuwa unaanza kuonekana uligeuka giza, kama taa ya koroboi iliyokwisha mafuta. Ndipo maisha yake yakafikia mwisho.